Bwana Yesu asifiwe sana, mwana wa Mungu. Na kila sababu ya kumshukuru Mungu ambaye ameweza kutupa neema na kibali cha kuweza kujifunza tena katika jioni hii ya leo. Na kichwa chetu cha somo kinasema fungua moyo wako ili Yesu Kristo afanye makazi ndani yako. Fungua moyo wako ili Yesu Kristo afanye makazi ndani yako. Na mstari utakao tuongoza leo, tutaongozwa na mstari kutoka katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 3 na mstari ule wa 20. Kitabu kinachotuongoza ni kutoka katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 3 na mstari wa 20. Neno la Mungu linasema, tazama nasimama mlangoni nabisha hodi. Mtu yeyote akiisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia ndani yake na kufanya makao ndani yake, nitakula pamoja naye naye pamoja nami. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa katika kuishi kwetu na tunavyoendelea kuishi, mara nyingi sana tumekuwa tukisikia sauti ya Mungu ikizungumza juu ya maisha yetu, lakini tumeshindwa kuifuata au tumeshindwa kuitii. Kwa sababu gani? Kwa sababu hatujampa Yesu Kristo nafasi ya kuingia ndani yetu, ambaye yeye anapoingia ndani yetu anatupa ule uwezo wa kuweza kutii na kumsikia Mungu. Anatupa ule uwezo wa kuweza kuyafuata maelekezo ambayo Mungu anatupa, kwa sababu ni vigumu sana kuweza kumfuata Mungu na kulitii neno lake ikiwa Yesu Kristo ambaye ataachilia utofauti ndani yako, ambaye ataachilia mabadiliko ndani yako kutoka katika utu ule wa kale na kukuweka katika utu upya wa kuweza kumtii Mungu na kufuata maelekezo yake, ikiwa hayuko ndani yako. Sasa tukiufafanua huu mstari vizuri, anaposema ya kwamba tazama ninabisha hodi, tazama nasimama mlangoni nabisha hodi, ina maana kwamba anayebisha hodi ni Yesu Kristo. Ndiye anayebisha hodi ili aweze kupata nafasi au ruhusa yako ya kuweza kuingia ndani yako na kufanya makao. Tukichukulia mfano mzuri wa mpangaji ili aweze kuingia katika nyumba na kuweza kupanga, ni mpaka mwenye nyumba atoe nafasi ya yule mpangaji ili aweze kuingia. Ina maana kwamba kama mwenye nyumba atamkatalia yule mpangaji asiweze kupanga au kuanzisha makao yake katika nyumba yake, ina maana kwamba huyu mpangaji hawezi akakaa mule ndani. Lakini mwenye nyumba akiruhusu, ina maana kwamba anatoa nafasi ya mpangaji kuweza kuchukua nafasi katika nyumba yake. Sasa anapozungumzia anabisha hodi, tunajiuliza kwamba anabisha hodi katika mlango upi? Mlango unaozungumziwa hapa ni moyo wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni moyo wako, means Yesu Kristo yupo anabisha hodi katika lango la moyo wako. Anabisha hodi katika moyo wako akiwa anahitaji nini? Akiwa anahitaji nafasi, akiwa anahitaji kufanya makao ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa anapozungumzia mtu akiisikia ile sauti yangu na kufungua, ina maana kwamba tunapoizungumzia ile sauti, ina maana tunapozungumzia kusikia sauti na kufungua, ina maana kwamba ni kutii, kusema ya kwamba niko tayari Mungu au Yesu Kristo, nifungue moyo wangu ili uweze kufanya makao ndani yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kwa nini Yesu Kristo anahitaji yeye kufanya makao katika mioyo yetu? Si kwamba Mungu hana uwezo wa kukulazimisha wewe kuweza kufanya makao ndani yako, lakini kwa nini hafanyi hivyo kukuforce? Kwa sababu gani? Mungu aliachilia utashi ndani yetu. Mungu aliachilia utashi ndani yetu wa kufanya maamuzi kwamba hiki ninakitaka, hiki sikitaki, hichi kwangu ninaona ya kwamba ni sawa, hakina madhara, hiki hapana, kwangu kina nini? Kina madhara. Ndio maana ukisoma neno la Mungu anasema kwamba hivi, mchague hivi leo mtakayemtumikia, lakini mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Kwa nini anasema mchague? Kwa sababu gani? Ninaweza nikakuchagulia wewe kumtumikia Mungu, lakini kumbe ulikuwa hutaki. Mwisho wa siku ukaja ukasema kwamba mimi ninaishi katika hali hii hapa. Kwa sababu gani? Ulinilazimisha mimi kuweza kumchagua Mungu. Kumbe nisingemchagua Mungu, ningeishi katika maisha mazuri. Kwa hiyo unapewa utashi ambao utakusaidia ili baadaye usije ukapata kumlaumu. Kwa sababu gani? Unafanya maamuzi yako binafsi. Neno la Mungu linasema kwamba kaeni ndani yangu nami ndani yenu ili muishi.
kadhalika mtu akikaa ndani yangu hatapotea. Kwa hiyo ili uweze kuishi kwa usalama, ili uweze kuishi mbingu duniani, unahitaji kwanza kuishi ndani ya Kristo na Kristo aishi ndani yako. Unapokuwa nje ya Kristo, mambo ni mengi sana ambayo yana uwezo wa kukusababisha wewe kuweza kushindwa kufikia katika hatima yako. Mambo ni mengi ambayo yanaweza kukufanya wewe kushindwa kumlingana Mungu na kutembea sawa sana mapenzi ya Mungu. Lakini unapotoa nafasi ya Yesu Kristo kuwa ndani yako, ina maana unatoa nafasi ya kuweza kulindwa. Unayapa maisha yako thamani kwa kuyapa nafasi ya kuweza kulindwa na Mungu. Kwa hiyo nje na Kristo hapana maisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Nje ya Kristo hapana maisha. Yesu Kristo anasema kwamba mimi ndimi njia ya kweli, na mimi ndimi njia ya kweli, njia ya uzima na kweli. Mtu hawezi kwenda kwa Baba ila kupitia mimi. Kwa hiyo ili uweze kupata yale maisha ambayo ni ya milele, lazima kwanza upite kwa Yesu Kristo. Na pasipo Yesu Kristo hakuna mlango wa kumwona Mungu. Hauwezi kumwona Mungu pasipo kupitia Yesu Kristo. Ni lazima kwanza umpe Yesu Kristo nafasi ndani ya moyo wako ili afanye kazi ndani ya moyo wako. Sasa tumekuwa tukishindwa kumtii Mungu, tumekuwa tukishindwa kuyatenda mapenzi ya Mungu. Kwa sababu gani? Kwa sababu hatujampa Yesu Kristo nafasi. Kila siku imekuwa ikiija sauti ndani yetu ambayo inatuambia kwamba acha dhambi, acha kufanya hiki unakosea, acha kutenda hiki unakosea. Lakini tumeshindwa kuifuata ile sauti. Kwa sababu gani? Yesu Kristo hajakaa kwa wingi ndani yetu. Biblia inasema mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndipo mema atakapokujia. Ukishamweka Yesu ndani yako, ndipo mema anapokuja, kwa sababu atakuelekeza namna ya kuishi, atakuelekeza namna ya kufanya, atakuelekeza nini ufanye na nini usifanye. Lakini unapokuwa nje na Kristo, utafanya kila kitu kwa sababu hautakuwa na option. Lakini Yesu Kristo anapokuwa ndani yako, anakupa kukwambia kwamba hiki mwanangu kifanye ni sahihi kwako, na hiki usikifanye sio sahihi, kitakupoteza. Kwa hiyo usalama ambao upo katika maisha yako ni kumpa Yesu Kristo nafasi ndani ya moyo wako ili aingie ndani yako. Uwe mtii kwa neno la Mungu, uwe mtii kwa sauti ya Mungu, ili ile sauti ya Mungu ikusaidie katika kumuona Mungu, ikusaidie katika kumuona Mungu kwa viwango vingine, ikusaidie katika kumuona Mungu katika hali unayokuwa unapitia, ikusaidie kumuona Mungu katika mazingira yako ya kila siku, ikusaidie kukutofautisha na watu wengine. Kwa nini? Kwa sababu umeamua kumchagua Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Ndio maana tumesema kwamba, anasema kwamba kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Ina maana kwamba sio Kristo tu akae ndani yako, lakini nawe pia ukae ndani ya Kristo ili akufundishe namna ya kutembea. Anasema katika Mathayo 11 na mstari wa 29, jitieni nila yangu mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Kwa hiyo Yesu Kristo anapokuwa ndani yako, unapata nafasi ya kujifunza kutoka kwake. Hata unapokutana na changamoto, unakimbia haraka kuangalia kwamba katika hili Yesu Kristo alifanyaje kipindi anapita hapa. Kwa sababu unapozungumzia issue ya kusema vibaya, Yesu Kristo naye alisema vibaya. Unapozungumzia issue ya kukataliwa, Yesu Kristo naye ilifika wakati alikataliwa. Lakini unapokaa ndani ya Kristo, inakusaidia kujifunza kutoka kwake. Kabla haujamtafuta role model wa kujifunza kutoka kwake, mfanye Yesu Kristo kuwa mfano wako wa kwanza. Mfanye Yesu Kristo kuwa mfano wako kwanza wa kuigwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo fungua moyo wako, kwa sababu kupitia kufungua kwako moyo wako ndipo Yesu Kristo atapata nafasi ya kukaa ndani yako. Ina maana kwamba usipofungua moyo wako, itakuwa ni vigumu sana kwa Yesu kuweza kufanya makao ndani yako. Kwa hiyo ufungue moyo wako ili Yesu Kristo aingie ndani yako. Na anasema katika neno lake ya kwamba na kila pando lisilokuwa la Baba yangu litang'olewa. Ina maana kwamba Yesu atakapoingia ndani yako, yale yote ambayo yako kinyume na Mungu, yale yote ambayo yalipandikizwa au adui alipanda katika maisha yako, au adui alipanda ndani yako wakati ulipokuwa ukisinzia, Yesu Kristo anapoingia ndani yako, anayang'oa yale magugu,
anaondoa kila ambacho Mungu hakukiweka katika maisha yako. Kwa hiyo usalama wako upo katika kumpa Yesu Kristo nafasi. Usalama wako upo katika kunyenyekea na kumwambia kwamba Yesu, niko tayari kuweza kuongozwa na wewe. Inaweza ikawa ni magonjwa yamekusumbua tokea mwaka jana. Imeweza ikawa ni kukataliwa kuna kusumbua tangia mwaka jana. Imeweza ikawa ni kukatishwa tamaa kuna kusumbua katika mwaka jana. Inaweza ikawa ni kukata tamaa kuna kusumbua katika mwaka jana. Sasa mpe Yesu nafasi ili anapoingia ndani yako aondoe kila aina ya gugu, aondoe kila aina ya kukata tamaa, aondoe kila aina ya magonjwa, aondoe kila aina ya laana, aondoe kila aina ya mikoshi ambayo adui ameipandikiza juu ya maisha yako, inayokusababisha ushindwe kuendelea mbele, inayokusababisha ushindwe kumuona Mungu katika viwango vingine. Mpe Yesu Kristo nafasi ndani yako ili afanye makao. Anapofanya makao ndani yako akutofautishe na watu wengine. Anapofanya makao ndani yako aweze kukupa maisha mapya, aweze kukupa uzima wa milele ambao huwezi ukaupata kwa mtu mwingine hapa duniani. Kwa hiyo usalama wako wewe upo katika kumpa Yesu Kristo nafasi. Uhai wako wewe upo katika kumpa Yesu Kristo nafasi, kwa sababu kuna maisha mengine baada ya haya hapa. Sasa ili uweze kuishi ile internal life, ili uweze kuishi ule uzima wa milele, ni lazima ukubali kumpa Yesu Kristo nafasi, ili atakapoingia ndani yako afanye jambo jipya, ili atakapoingia ndani yako akuinue na kutofautisha kutoka katika kundi kubwa la watu wengi. Kwa hiyo wito wako katika jioni hii ya leo ni kumpa Yesu Kristo nafasi ili awe Bwana, Mwokozi na mwombezi wa maisha yako sasa na hata milele. Nikutakie jioni njema, neema ya Mungu na uwezesho wa Mungu ukapate kuwa juu yako. Mungu akufunike na kukulinda na akusaidie katika kuweza kumpa nafasi ili aweze kufanya makao ndani yako na kuachilia mabadiliko. Nikutakie wakati mwema, neema na nguvu za Mungu zikapate kuwa juu yako. Usisahau kusubscribe katika YouTube channel yetu ili uweze kuwa miongoni mwa wanafamilia wa Hekima Ministry, na Mungu akubariki. Amen.